Haya ndugu msikilizaji wangu, nikukaribisha tena katika channel yako pendwa ya MK Story, na leo nakuletea simulizi mpya kabisa, simulizi yako ya Mama wa Kambo. Na hii ni episode ya kwanza kabisa. Basi na mimi nisichukue muda mrefu, nikukaribisha tena tukaanze moja kwa moja story yetu. Nayo inaanza kama hivi. Mtaa mmoja wa kawaida jijini Dar es Salaam, familia ya Mzee Juma ilikuwa ikiishi maisha ya kawaida kabisa. Juma alikuwa dereva daladala, alikuwa mgane na alikuwa na watoto wawili. Alikuwa na mtoto mmoja anaitwa Baraka mwenye miaka 17 na Asha mwenye miaka 14. Tangu mama yao alipofariki, maisha yalikuwa magumu sana pale nyumbani. Kila siku asubuhi, Juma aliamka mapema kwenda kazini. Asha ndiye alikuwa akipika na kuhakikisha mdogo wake anaenda shule. Siku moja jioni, Juma alirudi nyumbani akiwa na mwanamke mmoja. Baraka aliyekuwa amekaa sebuleni akamwangalia kwa mshangao. Baraka akamwambia, "Baba, huyu ni nani?" Basi Mzee Juma akakaa chini kwanza, akamwambia Juma. Juma akasema, "Watoto wangu wanataka niwaambie jambo." Basi Asha akamtazama mwanamke huyo. Juma akasema, "Huyu anaitwa Rehema. Kuanzia sasa ataishi na sisi." Basi Asha akashangaa sana. Asha akasema, "Ataishi hapa?" Basi baba yao Juma akajibu akasema, Mzee Juma akajibu akasemaje? Mzee Juma akatikisa kichwa. Akamwambia, ndio Rehema ni mke wangu." Basi kimya kizito kikaingia ndani ya nyumba. Baraka akasimama kwa hasira, akamwambia Baraka akasema, "Umeoa?" Akasema, "Umemuoa?" Basi baba yao akajibu ndio. Mzee Juma akajibu ndio. Baraka bila hata kutuambia, Baraka akamuuliza babake. Mzee Juma akasema, "Nilitaka kwanza kuhakikisha kila kitu kiko sawa." Basi Baraka akatoka nje. Asha akabaki amesimama akimtazama tu mama yao wa kambo Rehema. Basi Asha akamwambia, "Usijaribu kuchukua nafasi ya mama yangu." Rehema ambaye ni mama wa kambo akamwangalia kwa upole. Basi Rehema mama wa kambo akasemaje, "Sijaja kuchukua nafasi ya mama yako." Asha akasema, "Basi umefuata nini?" Rehema akajibu, "Nimekuja kuwa sehemu ya familia yenu." Basi usiku huo Baraka alimwambia baba yake, "Baba, mimi simkubali." Basi Mzee Juma akasema, "Mwanangu, sihitaji umuite mama, nahitaji tu umheshimu." Baraka akamjibu, "Nitamheshimu kama atatuheshimu." Basi kesho yake asubuhi Rehema aliamka mapema na kuanza kupika. Asha alipoingia jikoni akamkuta Rehema akitengeneza chai. Rehema ambaye ni mama wa kambo akasema, "Asha, nimekuandalia chai." Asha akasema, "Sina shida na chai yako." Watoto washaanza kiburi ya. Yaani mzee kaingiza tu mama mwingine tu anaanza kiburi. Basi Asha akaondoka zake. Rehema alibaki zake kimya. Lakini siku hiyo hiyo Baraka aliporudi kutoka shule alikukuta Rehema akizungumza na baba yake kwa sauti ya chini. Rehema akamwambia, "Juma, kuna jambo nimegundua kuhusu Baraka." Baraka akasimama nyuma ya mlango akawa anasikiliza. Basi Rehema yule mama wa kambo akasema, "Nadhani mtoto wako ana tatizo kubwa." Baraka akashika mlango kwa hasira. Akasema, "Anaanza kunichongea." Basi siku zilizofuata hali ya familia ilianza kubadilika. Baraka aliamini Rehema alikuwa anajaribu kumtenganisha na baba yake. Kila siku Mzee Juma aliporudi kazini, mama yao Rehema wa kambo alimueleza kuhusu tabia za Baraka. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Baraka alikuwa ameanza kuchelewa shule kwa sababu alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo baada ya masomo ili kusaidia kulipa ada ya Asha. Basi siku moja Juma
alipigiwa simu na mwalimu wa Baraka. Mwalimu akamwambia Mzee Juma, Baraka hajafika shule mara nyingi wiki hii. Juma aliporudi nyumbani alikasirika. Mzee Juma akamwita Baraka, kwa nini unatoroka shule? Baraka hakujibu, akanyamaza tu kimya. Basi Mzee Juma akamuuliza, nakuuliza. Baraka akasema, sitoroki. Basi Mzee Juma akasema, mwalimu wako amesema hauendi. Baraka akashusha kichwa. Basi mamake Rehema akasema, Juma, nilikuambia kuna tatizo. Baraka akamwangalia kwa hasira, akamwambia, wewe ndiye tatizo. Juma akapiga kelele, akamwambia, usimjibu mamako hivyo. Baraka akatoka nje akiwa na machozi. Basi Asha akamfuata, akamwambia, kaka, kwa nini unamkasirikia mama? Baraka akasema, hajui tunachopitia. Asha akamuuliza, tunachopitia nini? Baraka akanyamaza tu kimya. Basi baadaye usiku Rehema alimfuata Baraka nje. Rehema akasema, kwa nini unanichukia? Baraka akasema, kwa sababu tangu uje hapa baba hatuamini tena. Basi Rehema ambaye ni mama wa kambo akakaa pembeni yake, akamwambia, unajua kwa nini nilimwambia baba yako kuhusu shule? Baraka hakujibu. Basi mama wa kambo akasema, kwa sababu niligundua unaenda kufanya kazi baada ya shule. Baraka akashangaa, umejuaje? Basi yeye Rehema ambaye ni mama wa kambo akasema, nilikuona. Basi Baraka akasema, nilikuwa nafanya kazi kwa sababu ya Asha aliyefukuzwa shule kwa kukosa ada. Rehema akashangaa, akamwambia, kwa nini hukuniambia? Baraka akasema, kwa sababu sitaki baba, kwa sababu baba asijisikie ameshindwa kutulea. Basi Rehema alikaa kimya, macho yake yakajaa machozi. Rehema akasema, Baraka, mimi si adui yako. Baraka akamwangalia Rehema, kesho, akamwambia, kesho usiende kazini, nitaongea na baba yako. Lakini walichokuwa hawajui ni kwamba Mzee Juma alikuwa amesikia mazungumzo yote. Asubuhi ilipofika, Mzee Juma aliwaita watoto wake. Mzee Juma akasema, nimegundua nimewakosea. Baraka akashangaa. Juma akasema, nilifikiri nilikuwa na walinda, kumbe nimewaachia mzigo wote kwa familia. Basi Rehema akamshika mkono, akamwambia, Mzee Juma, familia haijengwi kwa kuficha matatizo. Ghafla mlango ukagongwa. Mwanaume mmoja alikuwa amesimama nje. Alipomwona Rehema uso wake ukabadilika. Mwanamume akasema, Rehema. Basi Rehema akaganda tu. Rehema ambaye ni mama wa kambo wa Juma na Asha. Juma akamuuliza, unamjua? Basi Rehema ambaye ni mama wa kambo hakujibu kabisa. Mwanamume akasema, Juma, kuna jambo kuhusu mke wako ambalo ulijui. Basi Juma alimtazama Rehema. Juma akasema, huyu ni nani? Basi Rehema ambaye ni mke wa Juma akakaa kimya. Mwanamume huyo akasema, naitwa Hamisi, nilikuwa nafanya kazi na Rehema zamani. Juma akamuuliza, kuna nini? Hamisi akasema, Rehema alikuja kwenye familia yako akiwa na jambo moja tu akilini. Baraka na Asha wakaanza kuogopa. Juma akamuuliza Rehema, ni kweli? Rehema akainama, nilikuwa na siri. Juma akasema, siri gani? Basi Rehema akaanza kulia. Nilipokutana na wewe nilikuwa nimekata tamaa kabisa na maisha. Hamisi akasema, Rehema alikuwa akilea mtoto wake peke yake. Juma akashangaa, mtoto? Rehema akatikisa kichwa, akamwambia, ndio, nilikuwa na mtoto wa kiume. Asha akauliza, yuko wapi huyo mtoto? Rehema akasema, alifariki miaka 3 iliyopita. Basi kimya kizito kikaingia. Rehema akaendelea, baada ya kumpoteza mtoto wangu
nilihisi maisha yangu yameisha. Nilipokutana na Juma, niliona mtu ambaye alikuwa akijaribu kuwalea watoto wake peke yake. Nikaamua kuja kusaidia kuwalea watoto wake. Hamisi akasema, lakini kuna jambo lingine. Juma akamuuliza, jambo gani? Basi Hamisi akatoa bahasha, akamwambia, hii ni barua aliyokuwa amemwandikia mtoto wake kabla hajafariki. Basi Rehema akalia, akasema, sikutaka mtu yeyote aione. Baraka akachukua bahasha. Ndani kulikuwa na ujumbe. Kulikuwa unasema, mwanangu, kama siku moja sitakuwepo, nataka ujue kwamba mama yako hakukata tamaa kukupenda. Basi Baraka alianza kulia. Asha akamkumbatia Rehema. Kwa mara ya kwanza Asha akamuita mama. Basi Rehema akainua kichwa kwa mshangao. Asha akasema, samahani kwa kuchukia. Rehema akamkumbatia. Juma naye alilia pia. Basi Mzee Juma akasema, Rehema, kwa nini hukuniambia yote haya? Rehema akajibu, niliogopa utanioa kama mzigo. Basi Juma akasema, ulikuja hapa ukiwa na maumivu, lakini umeifanya familia yangu iwe na upendo tena. Baraka akamsogelea Rehema, naye akamuita pia mama. Rehema akamkumbatia. Lakini kabla furaha haijatawala kabisa, Hamisi akasema, kuna jambo moja bado hamjui. Wote wakamtazama. Juma akasema, jambo gani tena? Hamisi akasema, kifo cha mtoto wa Rehema hakikuwa ajali. Rehema akaganda. Akasema, unasema nini? Hamisi akatoa picha kutoka kwenye bahasha. Akasema, kuna mtu alihusika. Juma akaitazama picha. Macho yake yakabadilika. Huyu mtu namfahamu. Rehema akamuuliza, ni nani? Juma hakujibu. Alikuwa amemuona mtu aliyekuwa kwenye picha, na huyo mtu alikuwa mtu wa karibu sana na familia yao. Na ndugu msikilizaji, huu ndio mwisho wa episodi ya kwanza. Na nikushukuru kwa kunifuatilia katika tangu tulipoanza story hii mwanzoni hadi tumefika hapa mwisho wa story hii. Basi kama ndio kwa mara ya kwanza unaingia kwenye channel hii, nikukumbusha hapo kugusa hiyo alama ya subscribers, washa kengele ili usipitwe na simulizi zote ambazo zinaendelea kwenye channel hii. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwaomba msamaha mashabiki zangu na mnaonifuatilia, wale ambao wanafuatilia story ya mrembo wa kijiji pamoja na ile simulizi ya binti tajiri aliyempenda maskini. Niwatake radhi kwamba zimesimama kwa muda mpaka pale ambapo mambo yatakaa sawa tena, maana mtunzi wetu hajaweka mambo yake sawa. Lakini kwa sasa tumetuletea simulizi mpya hii ya mama wa kambo. Tutakuwa na mama wa kambo na ananipenda kwanza. Tuvumiliane kwa story, kwa simulizi zingine. Si kwamba tutazimalizia zote. Lakini sasa tumesimama kidogo, tuvumiliane na tuendelee kusapotiana. Tunaomba uendelee kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. Jina langu ni MK. Lakini pia nitumie fursa hii nikuombe uende ukasubscribe channel yangu nyingine inaitwa MK Hunter TZ. Ni support na kule pia. Lakini ile kuwekea sauti langu na jina ni MK. Lakini aliyeandaa simulizi hii ni dada yangu Agi. Sisi wote tunawapendeni na hatuwaagi. Tunawaambia tukutane katika simulizi nyingine. Asanteni.